wengi wao wananiambia kwa mimi huwaga sieleweki. Wewe sio namba sieleweki, wewe bado ueleweki. Mimi siwezi kukuhudumia sijakuoa. Tena wewe aliyepewa mimba ya mshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna wengine watapewa vitu vingine ambavyo malazi. Tarehe 14 mwezi wa pili, kumbuke sehemu ni moja tu, VAR Ronji. Pale bwana tutakuwa na vitu vingi sana pale. Tutakuwa kuna nyama choma, kutakuwa kuna bisinia, burudani nyingi za kutosha, surprise kibao na wasanii wengi. Na wale wachika watakuwepo pale. Wengine ni warembo tu sasa hivi. Unakuta yeye anajikuwa anajilegeza legeza. Ula ngumu wao mimi sina. Ishara gani zinaonyesha kwamba haya mapenzi si sahihi au si ya kweli? Kwa kutazama siku ya wapenda nawe, zile ishara ambazo unajua kwamba haya mapenzi haya uongo sana. Bizawadi yes bwana, mambo vipi? Mambo ni ajabu bwana, welcome back ndani ya Mjui TV sehemu pekee ambapo unapata burudani kamili, iwe updates zote zinazotoka. Ikumbuka kwamba tuna vipindi present signing, in out the door bwana, tuna The Cycle na leo bwana kwenye The Cycle niko na mwanangu hapa ikapiga naye story tuweze kujua ni kipi hasa bwana. Ikumbuke ni kuelekea tarehe 14 mwezi wa pili, au si hivi? Huwa ni siku ya wajinga au siku gani? Tarehe 14 mwezi wa pili kwa wengine na wahusu ni siku ya wapendanao. Bwana kumbe huwa ni siku ya Valentine Day. Bwana niko na mwanangu wa kupenda watazamaji wa Mjui TV. Wangependa kufahamu majina yako, chimbuko la wapi na imekuwaje kwaje mpaka ukaamua kuwepo hapa leo hii? Kwa majina naitwa Nasibu, ni mzaliwa wa Kigoma. Una umri miaka mingapi? Mimi bana na 27. Na 27. Valentine Day ni siku ya namna gani? Valentine mimi naitimu kama siku ya wapendanao. Sasa siku ya ndoa wapendanao. Valentine Day inahusu ni wapenzi tu, yani mtu na mpenzi wake, au ni kuthamini ule upendo kwa sababu ni siku ya wapendanao? Ni kuthamini upendo, sio kila mtu, sio kila kitu kwamba ni kwenye wapenzi tu kwamba hii si tofauti. Sasa siku ya wapendanao hata kama ni rafiki pia kutoka huko kitambo nini, kwa mnaonesha ile show love. Gharama za Valentine Day ni lazima pesa itumike au ni matendo ndio inabidi atumike zaidi? Hapo kuna vitu viwili hapo, kuna gharama pia na kuna matendo pia, ili itumize ule. Lakini wengi sana imekuja kwenye gharama, mtu bila kupewa zawadi aone kama amependa, unaona. Na matendo pia wanakuambia matendo bila zawadi uongo. Posa bana, wanali wewe ni zawadi gani kubwa mboshe kupokea msimu wa Valentine Day? Siku ya wapendanao. Zawadi gani mboshe kupokea? Hapana, zawadi kubwa sijawahi pokea mimi siku ya wapendanao zawadi yote. Unataka kuniambia kwamba wewe uko single miaka yako yote, siku za wapendanao zote unakuta uko single? Na nikuta niko single. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba upo na mtu kwamba ananipa zawadi amna. Wenyewe wanataka sasa tu hapo. Afiweje wewe? Hapo nimeshakuelewa. Kwa maana unatoa haupewi. Okay sawa. Twende. Ni zawadi gani kubwa ambayo umeshai kutoa lakini baadaye ukafikiria usema bora ningeacha? Afu siku ya wapendanao sio ile tarehe 14 tu, zawadi ni siku yote. Na ya kweli. Lakini tunazungumzia hapa special. Hapa ni maalum kwa siku ya wapendanao. Ya wapendanao mimi waga inanikuta niko mwenyewe tu. Hakuna zawadi ninamitoa mimi hata kwa unduni mmoja. Kimi kwangu yani upendo ni wote, yani siku yote ile. Mimi nisipokupenda leo nitakupenda kesho. So upenda kesho kupa hivyo. Kwa hiyo isitegemee kwamba ni tarehe 14 ndio. Naweza tarehe 14 nikakuacha afu nikakupenda siku nyingine. Kwa hiyo tarehe 14 hii ya kipindi hiki utakuwa single, si ndio? Niko single mpaka sasa hivi. Uko single mpaka sasa hivi. Okay, bali mtu aliyeko single na ambaye yuko kwenye mahusiano, ni nani ambaye anafurahia zaidi siku hapo na? Ndio mimi ambaye niko single na enjoy sana kuliko ambao ni mahusiano. Najua yupo ni mahusiano ni ya tarehe 14. Na ni special tu gani? Special kwa siku hiyo, hapo ikishaisha hiyo. Najua kwa hiyo siku watu watafarakana kibao, maana ulio kunaongeza watu kia. Hapo bado kuna watu wanaongeza lakini wana watumba zao pembeni. Kwa hiyo itakuja ile kawaida ngumu kwa sababu atajikuta wanaingia kwenye uhasama baadaye kwenye familia. Maana kuta mimi na mke
kidenti kingine nje. Sasa kile cha nje pekee natamani sasa nitoke nacho au kinacho kuliko vikiwa ndani. Sheelewa kwa mtu wa ndani. Baadaye mkiwa ndani akiona imebaba balaa. Kwanza hiyo siku inakuwa ni balaa. Bora tu uwe single utulie. Wewe kama una mtu muhifadhi tu. Kibata ni ishara gani zinaonyesha kwamba haya mapenzi si sahihi au si ya kweli? Kwa kutazama siku ya wapenda nawe. Hadi zile ishara ambazo unajua kwamba haya mapenzi haya uongo. Sana bizawadi. Zawadi bana. Zawadi kama unaoda mtu sana, unaodanganyifu. Mtu mwingine anatumia hiyo siku ya tarehe 14 ndio mpata mtu ambaye alishamsotea kitambo. Ndio. Asema ili siku leo nikimpa zawadi yule atafurahi, atanikubalia. Kwa hiyo lazima kudanganya tu. Hata kama mimi nakudanganya tu. Yaani umenisumbua kitambo. Zanaambia tarehe 14 yeye mwenyewe ndo atasema leo mimi sina mtu wa kunipa zawadi, ngoja niambie moya. Ili niwe anakudanga. Kwa hiyo yote mnadanganyana. Na pia kwamba vaza siku wapenda nao ni siku moja, lakini mimba huwa ni miezi 9, sio? Iti. Kwa toka ukijua hilo. Kwamba ni siku moja lakini mimba ni miezi 9. Ni miezi 9. Kwa zawadi za siku moja zisizogharimu maisha ya mtu au zikamtoa mtu kwenye mudi ndani ya miezi 9, sio? Kwa mtu inabidi pia jipange kisaikolojia. Sio, hata ukipata mimba hiyo ni heri, jambo la heri. Maana umeamua wewe. Ukipewa zawadi ukapewa na zawadi nyingine fresh kwa sababu mmeamua nyote. Kwani tena wewe aliyepewa mimba ya mshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna wengine watapewa vitu vingine ambao malazi, sio? Ambao yanaweza akawasababishia ni hata wakajutia kwamba ile tarehe 14 ile ningejua, sio ungejua. Ili mtu muamini, msigo wapenda nao. Au mko kwenye mnasama ili mtu muamini, kuna vitu gani ambavyo nataka uzingatie zaidi? Nakuwa ana sheria zake. Kwamba mimi ili uniamini nikupe kitu fulani. Unajua wewe anakuambia kama unataka uniamini hebu nyangu huyo anakudanganya. Ndio? Yeye amekaa kimya tu, unajua hapo anakupenda, anataka kuangalie wewe je, una msimamo gani kwake yeye. Sikio wapenda nao iseme kwamba bili wangu ni zawadi. Kuna mwingine anakusikilizia tu kuangalia kwenye akili yako iko vipi. Anaweza kukupa surprise mpaka tarehe 14 hata kesho tunaweza kuangalia kwa kitendo tedeo tunifanyia. Huko mwenye ndipe zawadi. Pesa ya siku wapenda nao kwenye jamii hivi sasa nadhani bwai kodi. Kwamba ni watu wengi wanahamasika kuingia kwenye mapenzi kabla au inakuaje? Hapo labda kuna wengine wanaachwa wanaenda kwa wengine. Ndio wengi sana ili siku yenyewe ifike akiwa kwenye mahusiano, sio? Yeye anasema ngoja ili na mimi nionekane kwamba na mtu vile, kumbe ile bosho anajua kabisa huyu hapa nikiwa naye leo kesho naachana naye. So kwa anakupenda, akupendi, yeye anajua kabisa anakubalia, tunao mimi anakubalia, na mdada anakubalia. Yeye analenga tu kwamba ni lazima nipe zawadi. Kwa jinsi nimemuona amekuja kasi na wadada wajanja kishiza. Mimi anasema huyu jamaa mbona niko kasi hebu ngojeni nikubalie. Siku ya kwanza ya pili ya tatu. Wale waliokubaliwa wiki yoisha sasa hivi uko kwenye madubo na wanaandaa nguo sijui na mama za wao. Tunaweza tukaitem kwamba Valentine Day au siku ya wapenda nao ni kivuli tu cha baadhi ya watu kujipatia faida na kivuli cha watu kuingia kwenye mahusiano ambayo sio ya kweli. Au unazungumzia kweli? Kuna wengine wanaingia kwenye mahusiano ambayo sio ya kweli. Wengi wanaingia tu, kuna wengine wanaonyesha drama, yaani wanafanya kama maigizo, wanaigiza tu kwamba labda kuna mtu anataka muishi fulani, mtu mwingine hicho ndio kunaona kuna wengine watafutisha posting tu kwenye status kwamba kiweka onekane amepewa zawadi ile. Usi post mama yako, usipost wazazi wako wote. Huo nao ni upendo pia. Unaona, lakini bisema eti ngoja ni post huyu ili waone kabisa kwamba mimi natoka na fulani. Sasa hapa anafanya hivyo kwa kumuumiza mtu mwingine kwa sababu alikuwa anajua huyu anatoka na fulani. Kuna wengine wanachonganisha tu, anaweza kaposti rafiki yake ana mtu fulani wakati anajua yule mtu fulani na mtu mwingine. Anaposti tu ili angalie. Sasa unaona kisha posti hiyo anaachia msala ya inakuwa usiki. Ukipewa nafasi hivi sasa siku wapenda nao uwe na ex wako au uingie kwenye penzi lipochagua nini? Unajua nikiingia na kudanganya. Yaani ukiona nimekufuata hiyo siku yenyewe na kwa mimi nakupenda, mimi nakudanganya tu, maana najua na lengo langu mimi. Kimaliza naingia. Nilia na wakati nyingine. Lengo kuwa ni lipi? Lengo langu mimi nakuumiza tu. Mbona je ushaelewa? Bwana, una kipi cha kuambia wale ambao wanajiandaa kuingia kwenye mahusiano hivi sasa kwa ajili ya msimu wa wapenda nao tu basi. Wenyewe wasubiri kuumia.
Wasubiri kuumia. Kuna wengine wamepoa alafu unakuta una mtu wako umemlalamikia unasema siku tarehe 14 kumbe ana mtu wake mwingine pia. Kwa hiyo anaweza kukulizisha kwa vizawadi vyako baadaye anakwambia tutoke au tunasikia upendo wa familia tuseme ndugu au wazazi na upendo wa wapenzi, yani mfano mke na mme, halafu na upendo watu ambao ni wapenzi tu bado hawajavishana wala pete wala hawajachumbiana. Unadhani ni upendo upi ambao ulitagitiwa zaidi kwenye siku ya upendana? Unajua upendo uliotagitiwa ni upendo wa wote. Kwenye familia ni wote unajumuisha yote kwa familia sana sana inaanza kwenye upendo wa wazazi pia. Maana usingekuepo asiningekuepo wazazi sawa, kwa hiyo inatakiwa unaonesha upendo sana kwa mdogo wako. Unaona ndugu zako pia penzi wengine ni wa mwisho tu. Maana wana faida yao unaweza kuwa naye kesho atakuacha. Sasa huwezi kuonesha kuongeza nguvu nyingi sana kuelekeza kwake hamna. Yaani ukimpenda mamangu nakupenda mimi. Bayo wanaofuata asilimia kubwa huwa hawajaki bila jinsi yake abona kuna itatu. Wengi wao wananiambia kwa mimi waga sieleweki. Wewe sio namba sieleweki, wewe waeleweki. Mimi siwezi kuhudumia siku ya kuoa. Okay. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba hata siku ya wapenda nao watu ambao wanatakiwa kutolewa auti ya kuhudumiwa ni mtu na familia yake ambao tayari ameshamuoa. Yani utakao tu utoe huduma kubwa sasa, yani buba, yani yule ambao umemuoa sawa, kuna watoto naye, umeshaelewa. Huyo hapa hawezi kukuacha, lakini huwezi kumhudumia mtu ambaye unajua ni leo kesho anafanya. Kwa hiyo sasa hivi walimu wanatembea na marafiki. Yani wajua ni mwanangu anapiga anatembea na wewe. Sheelewa. Ila pressure imesha kutokea mara ngapi? Yani mimi ni waga mara kibao, ila mimi nabiachaga kwa sababu havinyingii chochote. Kwa hivyo na watazamaga jipasi fresh. Hata hivyo wamejaa, si watu wengi so naweza. Una kipi cha kuambia vijana rika kiume wanaotegemea kuingia ambao sasa hivi wanajifanya kununua zawadi kwa ajili ya wapenzi ambao siri bado hawajaoa, wengine wanakaa pao, wengine wanakaa kitani, wengine wanawake lakini wameandaa special kwa ajili ya wameandaa kanda ya pili. Ninachoambia wewe makini. Wewe makini zaidi kwenye kutoa vijizawadi, hivyo sio zawadi, ni vijizawadi. Maana mtu anatoa zawadi ni kutoa kwenye familia. Kwa mpenzi ni vijizawadi vidogo vidogo tu basi. Lakini zawadi kubwa inatakiwa utoe kwenye familia. Sawa? Sasa kwa wazazi hivyo mtu ulioa naye, una mtoto naye hapo balance. Na ujumbe kwa watoto wa kike. Watoto wa kike na wenyewe wasipurukuke. Sisi tushachachuka. Yaani wewe utakuja tu vangu nini? Wewe umenipenda mimi naweza kukupenda kama cheta tu gari wewe utakuja kwangu sawa. Mimi nakwambia nakupenda ukinikubali kirahisi rahisi. Mimi najua nataka tu nakupa zawadi na kufaidisha kwa siku hii moja. Tembea sana, lakini wewe inatakiwa unakuwa makini. Yaani yote mnakuwa makini. Yaani yote mnaangaliana jambazi na dombazi nani? Dambazi nani? Hapo sasa ndio utaelewa sasa. Tarehe 14 mwezi wa pili kwa huku kwetu sehemu kiwanja itakuwa ni sehemu moja tu VR Lounge pale. Unawaambia nini wakazi au na watu wa Pombeni kwa ajili ya siku hiyo? Hiyo siku itakuwa balaa. Pale VR pale 14 mwezi wa pili sehemu ni moja tu. Sehemu hiyo ya Lounge pale. Ndio sehemu ambapo wapenzi wote zile kapo au kama wewe unaamua kutoka wewe na familia yako, wewe na mpenzi wako, wewe na huyo uliyemwandalia vijizawadi. Ndugu yangu hapa amesema ni vijizawadi. Sio zawadi kidogo. Kwa nini mtakipewa gari ni kijizawadi? Ni zawadi kubwa. Vijizawadi hivyo ni kama manani tu haya mabox wanakuletea mara amepikia kikeki. Sasa kuna wengine vitete, vikofia, sijui ni nini. Sasa kuna wengine ukileta pete na pwani ya gold ina zaidi lakini imefungwa kwenye box. Zila bado ni kidogo tu hicho. Zawadi kubwa ni gari na nyumba. Kwanza nyumba, anza nyumba. Nipe zawadi ya nyumba, mpe kiwanja uone. Hiyo ni bonge la zawadi. Leo hii ukipewa bonus. Ukipewa bonus yani labda mtu au mdada ameamua akupe zawadi, utachagua zawadi gani? Mungu mimi. Zawadi gani?
Ndio umepewa bonus sasa hapa. Anasema bana, mimi nataka nikupe zawadi. Mimi hata kinipa bugu na rizika tu. Atakuota buku. Sababu mimi narizika tu kwa sababu najua ndo hali yake. Na ndo hali yake. Sasa siwezi kumwambia kitu. Unajua kuna asilimia kubwa. Kwani Valentine Day ambayo natakiwa atoe zawadi sasa ni nani? Wa kiume au wa kike? Wote tupeane. Wote mpeane. Sasa kuna wengine wanafanya kuzidi uwezo. Yaani unajua wema unazidi uwezo, si ndio? Mtu mpaka anaamua kukopa kwa ajili ya kumfaidisha penzi lake kwa siku moja. Hilo naliweka vipi? Huo ni ujinga. Huu unatulia. Mwambie sina, kesho atakupa tu. Kwa hiyo zawadi inategemea na hali yako jinsi ilivyo. Ukiforce kitu ndio ile unaingia kwenye madeni baadaye unaweza kunani. Na ukicheka wewe mchumba anakukimbia. Kwa hiyo mwambie mimi sina. Kwa nini alikuwa serious? Sema wengine wanawe sasa hivi kuna vijana wengine ni warembo tu sasa hivi. Unakuta yeye anajikuwa anajilegeza. Ula ngumu mimi sina. Ndio kike kama una sina, ila neno ni hili moja. Ukisema ujielezee sana ataonekana huyu anayo. Okay. Yaani mbele akiona unajielezea sana, sina sijui nani ajua huyu anayo, ila kama sema kwamba sina kuna mtego na nini nitakupa maadi hamna, mimi sina. Hiyo sina usimpromise utampa lini. Ukimwambia kesho afu kesho unafanya. Naomba mimi sina. Kwamba haumi. Sina. Jibane kwenye neno ni moja tu. Kama hauna sema sina. Usanze huko na mtongo na usikilizia hiyo. Sijui nitakupa kesho. Huna. Silia wale wenye nacho haumpe. Amu kama moyo sio ya au damio kalalamika. Mimi sijampa kwa sababu wewe atulia. Kwa kutoa size yako ambayo unaweza kumpa maneno ya kwamba una. Wale shuka sana bana, ile si bana kumalizia bana, una kipi cha kuambia watazamaji wa WTV kuelekea msimu wa Valentine Day, siku ya wapenda nao tarehe 14 mwezi wa pili. Kumbuke sehemu ni moja tu, VR Ronzi pale bwana, tutakuwa na vitu vingi sana pale. Tutakuwa kuna nyama choma, kutakuwa na visinia, burudani nyingi za kutosha, surprise kibao na wasanii wengi. Na waliowachika watakuwepo pale. Waliowachika watakuwepo kwa sababu gani? Tutakuwa na watu wapya. Au hivyo. Kwani kuna mtu pale atakayekuwa ni new kwamba ndo kazaliwa kawana. Kasha achika yuko pale. Bwana ikuona siku hiyo wapenzi wa watu pia watakuwepo, na wapenzi wa watu wengine na wedding. Kwa nao lakini cha msingi tu mimi nihakikishie kwamba pale usalama ni wa kutosha, ni 100%. Usalama ni wa kutosha, itakuwa ni 200% tuseme. Bana, mandhari ni mazuri, mandhari ni OG, mandhari ni poa bana. That opening itaanza kuanzia asubuhi bana. Sisi jambo letu tunalianza siku ya Ijumaa, lakini kufikia Jumamosi siku nzima mpaka kesho yake itakuwa ni full vibe na full harmonic pale, zitakuwepo ni noma. Wale wazee wa soda na nini bana, vitu watu wengine wale, kila kitu ni juu yao, au sio? Na utakuwepo pale. Mimi pale nitakuwepo tu kushangaa kwa sababu mimi sina mimi nitakuja na shangaa tu na wapimia tu naangalia je huyu atachika kesho pia mimi hicho wala nini. Kuna wengine wanaonijua hata hao ni kwa endo hivyo nitakuwa naangalia tu. Unaona tembea. Mimi natembea natulia, nimepoa mwenyewe. Kama una wifi na cheza yangu mdogo sitaki bugu. Kama unanijua sana ungenijua kitambo. So nione hiyo siku tu nasibu shule sasa ndio bien na sitaki show bongo. Utakiwa ipogo hiyo. Siku utaki show. Sitaki show. Utaki show siku. Sitaki show kabisa. Leo natulia, nimepoa, tenda kuwa nje. Ndani itakuwa ajao kwa sababu hata ndani nitaingia kwa sababu kuna mwanangu atakuwepo pale. Ni mwanangu atakuwepo, mimi simtaji, simtamuona. Itakuwa ni hii surprise, ni surprise kwa sababu yupo pale. Lazima niwepo na shangilia. Ni vibe tu na kaba, ni vibe tu lakini sitaki show. Neno la mwisho la kumalizia hapa. Neno la mwisho, waje wenye umri wao. Usije na mtu anamzidi umri kubwa kwamba mshangazi mpija nao pale. Wote wako umealimu. Kwani kwenye mahusiano inajalisha umri? Tegemeana na chali. Nimemwangalia chali bado chali dogo 17 nini afu na mko ana miaka 40. Sasa huyo anaweza kusema anisikie wapenda nao. Ile siku ya uchafuzi. Alikuwa anachafua. Umeshaona isikie ya uchafuzi.
ikiwa tuje tu stay fresh nini, kila mtu hivyo tu show live, so kwamba tuje na mpenzi nini, unaweza mka group wana wa mwanangu tuze tukaenjoy enda pale kwenye nani VR pale, mnatulia sehemu na kimeza chenu pale, ni vibe tu, mnagonga zenu vitu, mnapita hii so mpaka nani sio kila mtu aje na mtu ya mimi sina nikija nimekaa pale mkoana mko na dem zenu, najua nitawachukulia tu, kwa sababu najua tu nyie mtatawa yeye ndo atajiona mimi ni mstaarabu, kwa sababu nimepoa. Wewe yani wewe unasikia eti wewe jitambue, njoo pale, lakini usije na mwanamke ananipenda mimi njoo kuchukulia bwana. Ujamaa jao bwana, mimi nahakikishia tu bwana, wewe ni tobopa la nini, tarehe 14 mwezi wa pili, njoni na wapenzi wenu pale Viaronzi pale bwana. Usalama ni wa kutosha, hamna bugza hamna chokochoko, hamna chochote kile ambacho kita happen, hamna vurugu pale. Ulinzi ni 200% bwana. Nasema bwana, mimi nakushukuru sana kwa time yako. Nadhani tumezungumza mambo mengi, baadhi ya maswali hapa na pale tumemaliza, lakini nakupa challenge ya mwisho ndugu yangu. Ila najua kuna watu ni wakwaza, lakini wenyewe ni maneno bali hayo ni maneno ile asikiliza. Waje defend mapema. Unadhani baby mama wako amechukia? Mimi hata wangu ameshamchukua. Sasa mimi na shida gani? Mimi sina shida kwa sababu wangu tu washamchukua. Kwaona mimi sioni haja ya kumchukua wa mtu mwingine. Hiyo siku akili wajipange. Yaani unajua ujue kabisa ila kuna wengine wanaogopa, wanajua ila siku akiopo pale mwanangu afu huyu anajua nini. Mimi wewe njoo naye fresh tu. Sasa mimi nitakuwa hai, kuna hela mimi nitampata kidogo kwamba niache hichi hapa. Fresh isipora ile save yao. Wapo wanaonifanyia hivyo, wapo na wajua. Ndio maana nakwambiaje wenyewe waje ile wajipange. Wajua wanakuja. Kwa naona kulikuwa unataka kulipiza. Sio kulipiza. Najua atanitafuta mimi. Sio. Basi bwana, shukrani na asante kwa time yako. Basi lakini kwa kumalizia na challenge moja tu hapa ambao naenda kukupa. Ni mti gani ambao hauna kivuli? Mti ambao hauna kivuli? Mti ambao hauna kivuli. Au mmea? Mti ambao hauna kivuli. Kwani mmea? Sawa, okay. Sawa, haina noma. Mmea gani ambao hauna kivuli? Ambao hauna kivuli. Hapo mti ambao hauna kivuli. Umefikiria sana hauna jibu. Nani? Hauna jibu, umefeli. Bwana, challenge yangu alinasibu amefeli kama kawaida. Bwana, jibu ni kwamba mti ambao una kivuli ni mti wa kuchola. Bwana, shukrani sana na hii VTV. Tukutane kwenye vipindi bwana, tukutane kwenye vipindi vingine. Usaje kutufuatilia bwana, iwe ni trailing, iwe ni Pazan training, iwe ni kwa mtaa, iwe ni in and out the door bwana. Mimi sina la ziada, niko na mwanangu alinasibu hapa. Cha msingi nasema tuna sign out, na nyuma ya kamera si mwingine ni Hans Boy, Hans Mapenzi. Tarehe 14 bwana tutakuwa pale Viaronzi bwana, msisahau watu wote kuja kwa hapo fanya na ku vibe, itakuwa ni furu shangwe, furu noma bwana. Mimi nikutakie tumtakie nini? Siku njema, sio? Siku njema. Siku njema na siku chache na siku zingine hizo kuelekea siku hiyo ya bwana. Sisi tuna ziada, tuna sign out. Shout out sana.